Ilikuwa ni safari ya huzuni iliyohusisha wanafunzi wa kada ya sheria kusafiri kutoka chuo cha St. Augustine Mwanza mpaka Meatu Simiyu kwenda kumpumzisha mpendwa wao Winifrida George Manoni. Walianza naye safari ya masomo mwaka 2024 mpaka mauti alipomkuta tarehe 22 Aprili 2026 alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Na kwa upendo aliokuwa nao katika kipindi cha uhai wake, ilishinikiza marafiki na wanafunzi wenzake kwenda kuhudhuria katika misa takatifu ya kumwaga na kumpumzisha nyumbani kwao Meatu Simiyu. Pumzika kwa amani Winifrida George Manoni. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Sikiliza sala yangu, wako kila mwanadamu akimbilia. Umpe Bwana roho ya milele, mwanga wa milele umuangazie. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika adhimisho la misa takatifu. Tunamtolea Mwenyezi Mungu tukimwomba huruma kwa ajili ya dada yetu, ndugu yetu katika Kristo, Winifrida George, pata kusamehewa dhambi zake. Tungane na wazazi, ndugu, jamaa, marafiki, wana jumuiya yetu, wananzengo, jamaa wote tuliokuja kumsindikiza Winifrida, wanachuo wenzake na wote tulioguswa kwa msiba huu. Mungu atujalie nguvu na kupokea msiba huu kwa imani. Alikoenda Winifrida, sisi wote tutakwenda. Neno la Mungu linatuagiza kujitayarisha, maana tujui siku wala saa. Amefariki kipindi cha ufuko kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tumaini letu liko kwa Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Hiyo tumwombe shirikisho sasa ufufuko wa kushiriki uzima wa milele huko mbinguni, pamoja na marehemu wafuatao wa familia hii: Teresa Niwe. Mungu, wewe peke yako una uwezo wa kumpa mtu uzima baada ya kufa kwake. Tunakuomba umuondolee mtumishi wako Winifrida George dhambi zake zote, ili yeye aliyesadiki katika ufufuko wa Kristo wako aungane nawe wakati wa kufufuka kwake akiwa mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anayeishi na utawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Tuketi kusikiliza neno la Bwana.
Somo la kitabu cha Ayubu sura ya 19 aya ya kwanza na aya 23 mstari wa 23 hadi wa 27. Ayubu alisema, laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa kitabuni, yakachorwa katika mwamba wa milele kwa kalamu ya chuma na risasi. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Neno la Bwana. Tunakupenda, nenda rafiki, hatutaki kuaga. Nenda rafiki, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika maisha ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza. uniuisha nafsi yangu, uniuisha na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake, katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza. Nije kupita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya, sitaogopa mabaya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza.
umenipa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani, na kikombe changu wakijaza chafurika, na kikombe changu wakijaza chafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu niongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu niongoza. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 14 aya 7 hadi ya 12. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishiye kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi ama kama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena kwa sababu hiyo awamiliki waliokufa na walio hai pia. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Neno la Bwana. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote. Haleluya, 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 mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi hatakufa kabisa hata milele. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Habari njema ya wokovu ilivyoandikwa na Yohana. Utukufu kwako Bwana. Injili ya Yohana sura ya 6 aya 37 hadi aya ya 40. Yesu aliwaambia makutano, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu,
bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye, ajapokufa awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana. Dhambi zetu ziondelewe kwa Injili iliyotangazwa. Amen. Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wasalamu alaikum. Poleni sana kwa msiba huu mkubwa katika familia ya mzee George Manoni. Pole kwa mama yetu, ndugu, jamaa, marafiki na wanajumuiya wetu Mtakatifu Baltazari. Poleni wananzengo, ndugu na jamaa na wote mlio yaonja maisha akiashiriki marehemu Winifrida. Kabla ya kuendelea kutafakari neno la Mungu, tupitishwe katika historia ya huyu aliyetuleta mchana wa leo. Tumsindikize kama mja wa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Aliyetayarishwa kusomea historia ya marehemu afike hapa. Karibu. Msomaji wa Eulojia. Tumsifuni Yesu Kristo. Historia fupi ya marehemu Winifrida George Manoni. Tarehe 25 mwezi wa 4 2026 kuzaliwa. Marehemu Winifrida George Manoni alizaliwa mnamo tarehe 27 mwezi wa kwanza 2003 Mwanunzi Meatu. Batizo. Winifrida George Manoni alibatizwa mwaka 2009 katika parokia ya Mwamashimba Kwimba, Mwanza. Alipata komunyo na kipaimara katika parokia ya Mwamashimba Kwimba, Mwanza. Elimu. Winifrida George Manoni alianza elimu ya msingi mwaka 2010 na kuhitimu darasa la 7 mwaka 2017 katika shule ya msingi Mshikamano. Alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari Kimari iliyoko wilaya ya Meatu mwaka 2018. Kuhitimu kidato cha 4 mwaka 20. Aliendelea na masomo kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari Tugeye Mwanza mwaka 2022 hadi mwaka 2020. Mwaka 2024 alijiunga na chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza akiwa mwanafunzi alisomea sheria hadi umauti umemkuta. Alikuwa mwanafunzi wa pili. Ugonjwa. Marehemu Winifrida George Manoni alianza kuugua mnamo 2025 akiwa chuoni Mwanza akisumbuliwa na kikohozi. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 11 2025 alipelekwa katika hospitali ya Makyungu Singida kwa kipimo cha matibabu. Aligundulika kuwa na ugonjwa wa moyo. Alitibiwa na kuruhusiwa kurudi nyumbani, na alipopata nafuu alirejea chuoni kuendelea na masomo yake Januari 2026. Mnamo mwanzoni mwa mwezi Machi hali ilibadilika tena na kusababisha kurudi
alipelekwa tarehe 12 mwezi wa 3, alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Meatu na kulazwa, na tarehe 15 mwezi wa 3 alipewa rufaa kwenda hospitali ya kanda Bugando Mwanza. Aliendelea na matibabu katika hospitali hiyo hadi tarehe 24 mwezi wa 3 2026, ambapo alipewa rufaa ya kwenda hospitali ya taifa kitengo cha moyo JKCI kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Akiwa Muhimbili ilipofika tarehe 19 mwezi wa 4 2026, hali yake ilibadilika na kupelekea kuzidiwa zaidi wakati akiendelea na matibabu. Mnamo tarehe 22 mwezi wa 4 majira ya saa 6:45 mchana, mpendwa wetu Winfrida George alifikwa na mauti. Shukrani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Winfrida George tangu kuzaliwa kwake hadi mwisho wa pumzi yake. Tunawashukuru viongozi wote wa kiroho, wachungaji, mapadri, wanakwaya na waumini wote walioshirikiana na Winfrida enzi za uhai wake. Tunawashukuru kwa madaktari na wauguzi wa hospitali za wilaya ya Meatu, hospitali ya Machungu Singida, hospitali ya rufaa Bugando na hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa juhudi za kupambana kuokoa maisha ya mpendwa wetu, lakini haiwezekani. Tunamshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Meatu kwa msaada wake wa kuwezesha safari ya kutoka Dar es Salaam mpendwa wetu nyumbani. Tunawashukuru wakufunzi na wanachuo wenzake kwa moyo wa upendo na ushirikiano mkubwa waliouonyesha kwa mpendwa wetu kwa kutoa muda wao na wakati akiugua mazingira ya shule hadi kufika kwa ajili ya kumsindikiza. Tunawashukuru ndugu na marafiki wa familia ya marehemu wa Dar es Salaam kwa ushirikiano wao kwa kipindi chote marehemu alichokuwa anapata matibabu, kufika hospitali kumfariji mgonjwa na mchango yao ya hali na mali. Tunawashukuru majirani, wananzengo, marafiki, ndugu na jamaa wote katika sehemu mbalimbali kuja kufariji familia katika kijiji cha Majonzi. Familia tunapenda kuwaachia neno la Mungu kutoka Zaburi 90 aya 10. Basi utujulishe kuzihesabu siku zote, tujipatie moyo wa hekima. Mungu wabariki sana, raha ya milele tupendwa. Apumzike kwa wote kwa ujumla, baba kwa wamama wote, karibuni. Waimbaji tuendelee mpaka tutamalizia muda huu.
mwishoni ili baba paroko atakapohitimisha basi hilo ni zoezi la kuchukua mwili. Vijana wazima ambao wako katika eneo haya wasogee kabisa moja kwa moja kwenye chati letu hapa ili tuweze kukamilisha wakati baba paroko anakwenda kuahirisha misa hii. Kwa ajili ya msafara wa kutoka hapa kwenda Nairobi. Madereva wote tafadhali karibuni kwenye vyombo vyenu vya usafiri ili kuweka logistiki vizuri za usafiri huo. Classmates wote kuanzia O-level hata kama ni primary mpaka chuo, basi nafasi yenu nzuri sasa ya kuweza kutoa salamu zenu kwa rafiki yenu, mpendwa wenu, ndugu yenu, kipenzi chenu ni sasa, ili tuweze kukamilisha zoezi hili. Tuendelee waimbaji. Ningeomba Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Kwa niaba ya jumuiya ya Sapa shule ya msingi, tulipokea kwa masikitiko kifo cha binti yetu, na mzee George aliwahi kuwa mwalimu mkuu shule ya msingi Sapa, na alituachia umoja wa kushirikiana pale, nasi tuliendeleza. Kwa hiyo kwa umoja huo tumekuja kumpa pole. Asante sana, tumepokea hizo pole. Basi karibu Amani Group kwa salamu za rambirambi, lakini wakati huo uongozi wa chuo Sauti, ninaomba kiongozi aweze kusogea hapa na yeye atatoa utaratibu na wale alioambatana nao. Karibu sana Amani Group. Tumsifu Yesu Kristo. Nipo hapa mbele kwa niaba ya kikundi cha Amani. Mama wa familia hii ni mwana kikundi mwenzetu. Tuko pamoja na familia kwa kuwapa neno la faraja na kushirikiana katika kumsindikiza mwanetu katika safari yake ya mwisho. Tangu tumepata taarifa hizi kama siku 3 zilizopita, tuko pamoja na familia katika maandalizi ya shughuli hii ya safari ya mwisho wa mwanetu. Mama, pole sana. Kwa pamoja tunawapa pole sana wanafamilia. Taratibu zetu tunaendelea nazo na tuna imani tuko pamoja, tutaendelea kuwa na neno la faraja na kuwasilisha rambirambi zetu kadri ya taratibu tulizojiwekea. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Raha milele mpe Bwana. Winifrida apumzike kwa amani. Asante sana kwa salamu hizo. Basi ninaomba niwaalike sasa uongozi wa chuo pamoja na wanachuo kutoka Sauti. Naomba msogee hapa mara moja kwa pamoja. Karibuni wanachuo wote kutoka Sauti pamoja na viongozi wenu wote mlioambatana nao. Ninawaomba hapa mara moja. Chap chap kama vijana. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaona. Hawa ndio wanafunzi ambao waliambatana na Winifrida katika safari ya kuipigania ndoto zao za sheria, na wao wamewiwa kuja kumsindikiza rafiki yao mpendwa wao katika safari yake hii ya mwisho. Karibuni sana, na kiongozi utaweza kutoa kategori zote ambazo mmeambatana nazo ili waombolezaji hawa waweze kujua nini ambacho mmekibeba katika salamu hizi za rambirambi kwa siku ya leo. Karibu sana. Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo.
Kwa niaba ya makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, tunapenda kutoa pole za dhati kwa familia ya Bwana George Ngwesa kwa msiba huu mkubwa ambao umetufika sote. Hapa nimeambatana na wanafunzi wenzake ambao walikuwa wanasoma nao sheria mwaka wa pili, idadi kubwa, alafu na wachache ambao wamewakilisha kozi nyingine. Nitaanza na wale ambao walikuwa wanaishi naye karibu familia, yani kwa sababu hata kule alikuwa kwenye jumuiya. Kwa hiyo alikuwa na jumuiya yake, lakini alikuwa na majirani zake. Taomba wakilishi wa majirani hata wala neno la Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya familia ya Mzee Bageni ambapo Winifrida alikuwa akiishi, tumekuja kuwasilisha rambirambi zetu na pole kwa ndugu jamaa na marafiki. Alikuwa ni rafiki yetu, tumeishi naye vyema, hivyo tumesikitika, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo tuzidi kumwombea ndugu yetu na rafiki yetu. Asante. Naomba group discussion kwa sababu pale tunajumuia pia makundi kwa ajili ya kujadili mijadala mbalimbali inayohusiana na masomo. Karibu kiongozi wa group hili. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi ni group member ambao tulikuwa pamoja na Winfred George, lakini tumeshirikiana kwa pamoja na lengo letu lilikuwa ni wote tushikane mkono mpaka kumaliza mwaka 4, lakini mapenzi ya Mungu amekuwa zaidi na matamanio yetu. Lakini pia nipende kurejelea maneno ya Mtakatifu Francisco Assisi, anasema usifiwe Bwana na dada mauti ambaye yote hawezi kuepa. Kwa hiyo kifo tusikukiepa, daima tutekelea, lakini siku zote tutazidi kukumbuka, na tumewasilisha salamu zetu za rambirambi kama wanakuku kwa pamoja. Asante. Asante. Lakini pale chuoni kuna jumuiya ambayo inahusikana na wanasheria inaitwa Salso. Hapo kabla hapo ni siara wa darasa, kwa darasa lake kuna kiongozi wa darasa. Karibu kiongozi wa darasa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Maganda Juma, ni kiongozi wa darasa la Winifrida George Manoni. Tulipokea kwa masikitiko taarifa, hivyo basi tukaanza kufanya utaratibu na leo tutafika. Lakini pia tunamshukuru Father ambapo tulivyomwambia kwamba tunahitaji kumplug rote ifike, alitupa ushirikiano wa kutosha. Hivyo basi tunaiombea familia, tunaombea ndugu jamaa na sisi pia katika kipindi. Hakika kila aliyezaliwa na mwanamke atakufa, kila nafsi itaonja mauti. Nawashukuru sana. Salamu za rambirambi tunawasilisha hapa kwa familia. Asante sana. Asante. Naomba shule ya sheria basi Salso walau na useme neno kwa ufupi sana. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Elibariki Frank, ni waziri mkuu wa jumuiya ya wanasheria chuo cha Mtakatifu Agustino. Siku ya leo tumeungana nanyi familia, ndugu, jamaa kwenye kushiriki ibada na kumpumzisha aliyekuwa rafiki mwanafunzi mwenzetu Winifrida. Mimi kama waziri mkuu wa wanafunzi wa sheria nimeshiriki nanyi kutoa pole na kuwakilisha serikali ya wanafunzi wa sheria na wanafunzi wa sheria katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Tunazidi kukumbuka kwamba maisha yetu tunayafananisha na mbegu, ambapo maisha ya mwanadamu anapozaliwa inakuwa kama ni mbegu imepandwa, itamea, itafika wakati itakauka na itapotea. Kwa hiyo tuzidi kumwomba Mungu tutakapofika wakati wa kurudi kwake, turudi tukiwa tupo safi na wenye upendo na amani. Asante. Asante sana. Naomba rais kwenye serikali ya wanafunzi sasa, chuo kizima tunayo serikali ya wanafunzi ambayo inaongozwa na rais, lakini kuna wizara ya afya ambayo imewakilisha, kwa katibu wa wizara ya afya amewakilisha serikali ya wanafunzi sauti. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Majina anaitwa Rose Robert Tan, katibu Wizara ya Afya, Serikali ya Wanafunzi. Tumeungana na wanafunzi wenzetu kuja kumwaga wanafunzi wenzetu waliofuata na mauti. Hivyo basi tunapenda kuipa familia faraja. Mungu azidi kuatia nguvu katika hichi kipindi kizito. Jina la Bwana libarikiwe. Asante. Mimi ni mlezi wa wanafunzi chuo kikuu cha Agustino cha Tanzania. Kwa hivyo nimekuja kuwakilisha chuo. Kama nilivyosema awali, makamu mkuu wa chuo amesikitishwa sana na tukio hili, lakini kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu, tuendelee kutiana moyo, kutiana nguvu, ili mwisho wa siku tuweze kurejea tukiwa na imani thabiti, imani iliyokamilika kabisa. Kwa hivi tunawashukuru sana lambi za chuo. Tunashukuru sana. Asanteni sana. Asante sana. Raha milele umpe Bwana. Basi kabla tuondoke kwa amani, tupate ile picha kwa ajili ya chuo. Mnaweza mkaa wengine kama amani, tukaa vizuri, wengine waenda upande wa pili. Vijana wetu ya mashada yote yasisaulike. Chochote ambacho kinachostahili kwenda pale, naomba kichukuliwe. Na kuna mashada yapo kwenye nguo, yote yachukuliwe. Basi wanazembe, tukawawe vijana wetu kwenye gari, tukapokea kwenye gari, kamba zote, mashada yote yasisaulike, yote yaweze kwenda vizuri. Asante kabisa. Basi wale wote tunaweza kushiriki kwenda magharibi, kwa hiyo tunaweza tukasikizana na wale watakaoshiriki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila
nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu, nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu, ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana.
sikumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Rafiki, rafiki, rafiki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana.
ya Mungu kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Rafiki, rafiki, rafiki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana.